walikusaidia. Hao ni watoto wadogo, ni vijana hata hawajaoa. Biashara zao unaingilia nini? Unawafukuza kwa kazi kwa nini? Na ni watoto. Na ndio nafanya watu wakuchukie, wanaona wewe ni mnyama. Kwa sababu hata kama unapigana na mwanaume, kwenda mpaka watoto wake unawafuata, watoto wa mtu. Watu wanaona hiyo ni kitendo cha unyama. Na ndio hata watu ya kanisa sasa ile wamejua vile ametesa watoto yangu, wamemchukia rais sana. Wanaona amekuwa mnyama ya kupigana na watoto ya mtu. Nimeambia watoto yangu, najua nyinyi mtoto ya chui ni chui. Kwa hivyo baba yenu ameamua kupigania Kenya. So kama mtaumizwa juu ya hiyo, mkubali tu, kwa sababu sasa baba yenu amekuwa na msimamo. Na lazima mvumilie. Na bora wako na chakula, hata biashara yao ikifungua hakuna shida. Ile tu tunaomba rais, hiyo watoto hapa na hawa, tafadhali na kuomba rais, don't kill my children, wachana na hawa. Wacha hii watoto wajitafutie riziki, waanze familia zao, wajipange huko mbele. Wewe pigana na mimi, kwa sababu mimi ndio tunajuana, na mimi ndio nilikuwa nikakusaidia ukakuwa rais, umenigeuka, unaniingilia, unanitesa. Hata amekuwa anaambia watu ati wanitafutie mashtaka. Ati kama kuna pesa yote niko naye, kama iko biashara, mimi hakuna biashara nimefanya na hii serikali, mimi hakuna makosa. Ile biashara nilikuwa nimefanya huko mbele, nitafutiwa makosa na serikali ya Uhuru, ikakosekana, nikawekelewa, ikaenda kotini, ikakwama. Marafiki zangu zote wanafuatwa. Kila siku watu walifanya biashara katika ofisi ya makamu wa rais nikiwa huko, wanashinda wakiandikishwa statement. Wakiambiwa kushurutishwa ati waseme pesa walipata, walikuwa wananipatia mimi. Wanasema hakuna kitu wamenipatia. Hawana uhusiano na mimi, hawanijui, hatujuani. Kwa hivyo hiyo ni maneno ambayo tumezoea ya the use of the criminal justice system to manage politics, ambaye rais anafanya saa hii. Lakini niseme mimi nikiogopa Wakenya watafanya nini? Lazima nijitolee kwa niaba ya Wakenya kuwapigania na kuwatetea, na nitaendelea. Na nakuambia mimi niko tayari. Hata wakitaka kuniua, mimi nitazikwa pale nyumbani na maisha iendelee. Hakuna kitu kitasimama. Na hata walijaribu kuniua pale Limuru. Walituma vijana ya kundi haramu ya huko kwetu, walikuja na mapanga na machuma, walitaka kuniua. Mungu akanisaidia, wa vijana wakanisaidia, hawakuniua. Siku nyingine nimeenda pale Nyandarua, polisi amenitupia tear gas, alitaka kuniumiza. Another day bibi yangu ameenda akiwa kanisani pale Nyeri, akiwa na maombi, vijana ya kundi haramu walitumwa kumuumiza. Hii ni majaribio ambaye rais amefanya kwa muda, akitaka kunitisha mimi na familia yangu na watoto wangu. Lakini sisi hatuogopi, kwa sababu tukiogopa Wakenya wataenda wapi? Na mimi unajua wazazi wangu walikuwa msituni wakipigania uhuru wa nchi. Na sina hiyo damu ya uoga. Mimi ni freedom fighter. Wazazi wangu walipigania freedom against the British colonialists. Mimi saa hii napigania uhuru wa Kenya against William Ruto. Na vile anataka kunifanyia anifanyie, hakuna shida. Na sitawacha mpaka nikufe. Kwa hivyo unless waniue, there is nothing to stop me. Akitaka kunishika aniwekelee mashtaka iwangu, anipeleke kotini, aendelee. Hizi jela zimetengenezewa wanaume, na sio wakati ya kwanza mimi kushikwa na kufungiwa. Mimi nimezoea hii kushikwa, kupelekwa kotini, ni kitu nimezoea, sina shida. Lakini hakuna kitu itabadilisha the resolve of the Kenyan people to change this government is unstoppable. Even if you kill Rigathi Gachagua, even if you imprison him, even if you torture his children, even if you destroy his businesses, nothing can change. The people are determined. And I'm one of the leaders, alongside other leaders, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, and others. We are steadfast that we must bring change in this country, and we cannot go backwards. Lazima tuendelee mbele. Mheshimiwa Rigiji, nashukuru bado kuendelea kuoji. Tulikuwa tumetuma kwa mtandao tukubatiza, tukupea akamba baptism name kwa mitandao. Naona wenye talking ill against you wanakuita Kasakwa, na kuna wale also talking very positive to you, wanasema wanataka kukuita Mwadha Po.
the truthful man. Oh, yeah. Anagonga hapo. Mimi niko hapo. But sijui kama mheshimiwa umesha notice hii kuna vita iko hapa ya wazee na vijana. Na ningetaka ni combine like 3 questions. Gen Z wakati walitokea mpaka wakaingia kwa mbunge, they meant a lot. Na hata wewe ni mzee na mzazi, kuna wakati unafikanga mzee anaangalia mtoto wake anaona huyu amekuwa kijana, na that alone kuingia parliament it really spoke enough. Saa hii ni watu wengi wanauliza if it ya wazee na vijana Gen Z. Saa hii we are talking about leaders who are at the edge of retirement. Yes. Tukiangalia wale wameshikilia hata opposition, the government, Musalia Mudavadi aliingia kwa siasa akiwa 28. Kalonzo aliingia akiwa 30 years. Ngilo aliingia akiwa 35. Raila mwenyewe aliingia akiwa 35. That is a prime age. Wewe unataka hata kama ni mtoto wako na kama mnapenda watoto wa Kenya, wewe kina Uhuru mliingia baadaye. Meaning instead of nyinyi kufight, ile sinema tumeona it's enough for Kenyans. Wale walikuwa na Ruto, sasa hivi umeruka kwa Kalonzo. Kalonzo alikuwa na Raila, Raila ameruka kwa Ruto, na imekuwa hivyo over the years. Itafika wakati mgani unaona you need to mentor this Gen Z youth to take over? The time is now. The time is now. And I'm on record, by the way. Siku hii Gen Z wamelete maneno katika Kenya after Finance Bill 2024 ambayo mimi nilikuwa nimepinga. Rais amewaka chifu kusema hao they are criminals. Walitaka kupindua serikali yake na wakauawa wengi sana. Mimi nikiwa deputy president on the 26th of June niliita press conference Mombasa. Na nikatetea hao watoto nikasema they have a right to be heard. They are not criminals, they have sons and daughters and they should be heard. Na hiyo ndio msimamo wangu. Mimi katika chama ambaye nimeunda, Gen Z watakuwa part of it. The Gen Zs and millennials. In fact, we have 2 deputy party leaders. One deputy party leader will come from the Gen Z generation. We must mentor and prepare these young children for leadership. We have a responsibility. Sisi hatutaishi milele and we cannot pretend ya kwamba tutakuwa pale miaka yote. But they still need our knowledge and our experience and exposure to us idea because they have not led before. So we must hold their hands. So mimi nakubaliana na wewe. Does that also mean unakumbuka kulikuwa na ufumi where you are the sponsor? Yeah, because niliwatetea. Was that true? Mimi niliwatetea. Kwa hivyo rais na wale watu yake wa usalama wakasema vile Rigiji anatetea Gen Z lazima yeye ndiye alikuwa mdhamini wa hawa. I did not sponsor the Gen Z, but I agree with what they were saying. And I was convinced they were saying the right thing because I